wanaokula mali za mayatima kwa dhulma wataingia katika moto huu wa Sa'ir. Haya maelezo ameeleza mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an. Naam, tunaendelea na darasa yetu na ukumbusho wetu, kukumbushana kuhusiana na masuala mazima ya adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyoiandaa kwa viumbe wake wakorofi. Tulisema Mwenyezi Mungu ameandaa adhabu tofauti mbalimbali za kuadhibu viumbe wake wakorofi hapa duniani, lakini vile vile na huko kaburini na kesho akhira tunapoelekea. Sasa miongoni mwa adhabu alizoziandaa ni moto, na tulishaelezea aina za moto zipo 7, ama majina ya moto yale yapo 7, ama milango ya moto ipo 7 ambayo Mwenyezi Mungu ameielezea ndani ya Qur'ani. Hii milango itakuwa ni adhabu ambazo atakwenda kuwaadhibu kwa kuwachoma wale viumbe wake wakorofi waliofanya makosa tofauti. Leo tutazungumzia moto wa Sa'ir. Moto wa Sa'ir, baada ya kuzungumzia Hutama, tukaja tukazungumzia Hawiya. Leo tutazungumza moto wa aina ya 3 ambao ni Sa'ir. Nikwambie tu subscribe, like, comment, share, lakini vile vile waalike na wengine, waambie bwana kwamba huku kuna vitu ambavyo vinavyozungumzwa kwa ajili ya faida ya dunia yetu na akhera yetu. Naam, katika moto huu wa Sa'ir Mwenyezi Mungu ameuzungumza katika sura 13 tofauti, na alipozungumza moto huu akazungumza na wale watakaoingia katika huu moto, kwa maana atakayefanya kosa hili ataingia katika moto huu, atakayefanya kosa hili ataingia katika moto huu. Sasa leo nimenukuu aya moja tu ambayo ipo katika sura An-Nisa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumza katika hii sura, alianza kuzungumza kuhusiana na masuala ya mirathi. Marehemu ama mtu anapokuwa amekufa, baba anawacha watu nyuma yake, kwa maana watoto na watu wa karibu. Akaeleza vifungu vyao vya kurithi namna vinavyokuwa. Lakini mama naye vile vile akifa anaacha mume na watoto na watu wa karibu, nao akaeleza vifungu vyao namna wanavyorithi. Lakini akaendelea kusema, Mwenyezi Mungu akasema katika aya nyinginezo zinazoendelea katika maelezo yake, akasema ikitokea ameacha wale vijana ni madhaifu, watoto wadogo hawajiwezi lolote, basi akaruhusu kwamba wale watakaokuwa wanawalea watumie zile mali walizoacha wazazi wao kwa matumizi yaliyokuwa mazuri, tena ni ya halali na ya kisheria, ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaeleza ndani yake. Sasa akaja akasema katika aya hii, sasa ndo ambayo nataka niweze kukufikishia wewe na kukumbusha, kwa sababu jambo la kulea mayatima ni jambo zito na ni kubwa sana, na kama wameachwa na mali ambazo wazazi wao wameziacha, alafu wewe ukazitumia katika njia tofauti, ni hatari iliyokuwa kubwa sana. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema, innal ladhina yaakuluna amwala liyatama dhulman, hakika ya wale ambao wanaokula mali za mayatima kwa kudhulumu, wanajihodhi kwa kuwa watoto wameachwa ni wadogo, hawajiwezi kwa lolote, yeye akaamua kukaa nao na kuishi nao, kumbe anafanya vile lengo na makusudio apate kula zile mali. Sasa kuna utaratibu wa kula zile mali, utakuwa unachukua kwa sababu unawalea wewe, kitakachokuwa kinachukuliwa, unakula, unawasomesha. Kuna namna ambazo zimeelekezwa za kufanya vizuri, lakini ukawa wewe umehodhi watoto, huwajali, unachukua zile mali unatumia vile unavyojua wewe, hii inakuwa ni dhulma, unakula katika ulaji wa dhulma. Sasa Mwenyezi Mungu anasema, innal ladhina yaakuluna amwala liyatama dhulman, hakika ya wale ambao wanaokula mali za mayatima kwa dhulma. Kuna namna mbili za kula hapo, namna nzuri na namna ya dhulma. Sasa Mungu anazungumza hii namna ya dhulma. Innama yaakuluna fi butunihim nara, hakika wanavokula hizo mali, kachukua pesa kenda kununua unga akasonga ugali, kenda kununua mchele akapika wali, akanunua viazi akaweka chipsi, akafanya pale vyakula akawa anakula. Vile vyakula anavyokula anatia ndani ya tumbo lake moto,
anatia ndani ya tumbo lake ni moto, kwa sababu hile ni dhulma, anakula sio haki yake, na hakutakiwa ale kwa mtindo huo. Kondo hapa Mwenyezi Mungu anasema, hakika ya wale ambao wanaokula mali za mayatima kwa dhulma, innama yaakuluna fi butunihim naran, hakika hao wanakula na kutia katika matumbo yao moto. Kila tonge unaolitia mule, kila punje ya chakula unachokitia katika tumbo lako, basi hilo Mwenyezi Mungu anaenda kulibadilisha kuwa ni moto na litakuchoma kesho ya yaumul qiyama. Wasayaslauna sa'iran, anaendelea kusema na anamaliza katika aya kwa kusema kwamba na tutamuingiza mtu huyo katika moto wa sa'ir. Kataja kabisa aina ya moto ambao atakao kwenda kuadhibiwa mtu huyo ni moto wa sa'ir. Kwa hiyo tunapata kuona kwamba wale wote ambao wanaishi na mayatima wachukue tahadhari iliyokuwa kubwa. Kama itakuwa wazazi wao wameacha mali katika huyo, alafu zile mali wao wakawa wanaziendesha na kuzitumia katika dizaini wanazoziona wao kuwa ndo sahihi, ni bora watafute mashehe na walimu wawaulizie na waelekeze namna gani ya kutumia hizi mali wakiwa wanakaa na wale mayatima. La sivyo itakuwa unaingiza matatizo katika mwili wako, na kesho kiyama utaenda kuadhibiwa adhabu iliyokuwa kali, ambayo itakuwa ni shida kwako wewe na mafikio yako na makazi yako yatakuwa katika moto wa sa'ir. Kwa hiyo tunakumbushana ya kwamba moto wa sa'ir, aina ya kwanza watakao kwenda kuingia ndani ya moto huu watakuwa ni wale ambao wanaokula mali za mayatima kwa dhulma. Na kukumbusha na kujikumbusha mimi mwenyewe vile vile, kama tupo katika mtindo huo, tunatakiwa tutoke na tuache mara moja. Kama tunawalea watoto mayatima, tunatakiwa tuchunge na tujue namna inavyotakiwa wale tuwalee, lengo na makusudio tuweze kuishi vizuri katika hii dunia, lakini makaburini na huko akhera kwa Mwenyezi Mungu tunakoelekea kwenda kukaa katika maisha ya milele. Bora tuishi maisha ya milele katika pepo, lakini sio maisha ya milele katika moto, itakuwa ni shida kubwa. Kwa hiyo huu ni moto wa aina ya tatu, ni moto wa sa'ir, na hapa nimezungumza aya moja tu ambayo ipo katika sura moja, na kama nilivyokwisha elezea kwamba huu moto umeelezewa katika sura 13 ambazo zipo, na hii ni sura ya kwanza. Tutakuja kuangalia sura ya pili, ya tatu, ya nne, wote huko wanaelezewa watu wa design gani wengine watakao kwenda kuingia katika moto huu. Mpaka kufikia hapa nikwambie tu, naomba unisapoti kwa sababu ninachokifanya ni kitu kikubwa, japokuwa utakiona hakina maana na wakati mwingine utapita utashindwa hata kuangalia, lakini ni kitu kikubwa kwa sababu kinakutengeneza hapa duniani, lakini kinakutengeneza vile vile na kesho akhera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.